Si tunasikia huyo jamaa anaongea ati mambo ya wizi. Si mnasikia ati anasema ati kuna wizi. Mimi nataka niwaulize, huyo mjamaa, si yeye alienda kwa kitanda ya ndugu yake? Kitanda ya ndugu yake akiwa mgonjwa, akaenda akabadilisha wili ya ndugu yake. Nimesema jana, kazi yetu sasa ni kukasirisha Kasongo, kwa sababu amekasirisha Wakenya, na tunamtangaza mali ya Kenya ameiba. Anakasirika sana, ana shida sasa, akitukana mimi, akitukana kila mtu. Kazi yetu Kasongo ni kukasirisha wewe, na hata tukubali ututoe kwa agenda ya mali ya Kenya, utupeleke kwa mambo ya fitina ya social media. Ati yeye anaongea mambo ya bloga ya huko Madera, mambo ya utoto, mambo ya ujinga ya mabloggers. Wewe Kasongo, respond. Mambo ya kuiba Nairobi Hospital, ulitaka kuiba nikakusimamisha, ndio umekasirika. Si ndio? Si ndio? Ni mwizi si mwizi? Tumusimamishe tusimamishe. Iko maneno naitwa railway city. Alikuwa amepanga kuiba bilioni 7, nikamkataza. Nikamtangaza kwa watu ya Uingereza. Ndio amefura kichwa. Anaenda kwa Waluya ananitukana. Anachukua ujinga utoto ya social media, na ni rais wa Jamhuri ya Kenya anaongea mambo ya upuzi ya social media. Sisi Kasongo hatuongei mambo ya social media. We want to discuss with you theft of public resources for the people of Kenya. Tunataka tuongee na wewe vile umeuza mali ya Kenya. Tunataka tuongee na wewe vile umeharibu masomo ililetwa na Mwai Kibaki. Ameharibu hajaribu? Tunataka tuongee na wewe vile umeharibu matibabu, vile umeharibu Linda Mama, vile uliua watoto ya Gen Z, vile ulisema watoto wapigwe risasi kwa mguu. That is a conversation Kasongo tunataka tukue na wewe. Hiyo ya social media na mabloggers, hiyo uendelee naye. Sisi tunakaa na wewe kwa laini. Ukiiba kitu tunakutangaza, ukipanga kuiba tunakutangaza. Atangazwe asitangazwe? Atangazwe asitangazwe? Na tumejua sasa dawa ya Kasongo ni kumtangaza. Amefura, analia, anatoa makamasi, anasema Rigiji atanimaliza. Mimi Kasongo nimekuambia sitakubali ulale tena. For the next 15 months hutapata usingizi, kila siku niko na wewe. Harambee! Hata Wakenya hawana usingizi, watoto wako nyumbani, wako na hospital bill. Umepiga watoto risasi, wengine umesema wapigwe risasi mguu. Vile Wakenya hawalali kwa sababu ya shida, hata wewe hutalala. Tukae mpaka asubuhi bila kulala. Jana nilisikia wale majamaa ati wanasema si unaona Ruto, unaona vile amekonda. Sasa mimi niwaulize, Kakamega hoye. Sasa mimi ni mtu niko na akili, najua wakati wa kupunguza ndio niweze kuconcentrate. Najua vile ya kwenda gym, najua vile ya kupunguza chakula. Sasa mimi nataka niwaulize, mkiona wale majamaa, si waende wajiangalie kwa kioo? Wale majamaa waende wajiangalie kwa kioo. Tumbo karibu inararua shati, kichwa karibu inapasuka. Mimi nawaambia tafadhali endeni kwa gym, punguza ratili yenu, punguza chakula. Munalala kwa mkutano mchana kiholela, hata hewa munaharibu. Please, wacheni hiyo upuzi. Wale watu ni wapuzi si wapuzi, ni mafala si mafala. Tunaelewana my friends? Si wale watu waende kwa gym kidogo, wapunguze hiyo ratili mingi. Kichwa karibu inapasuka, tumbo karibu inapasuka kwa sababu ya kukula bila ya kupima. Ama namna gani? Mtu analala kwa mkutano 3/4, mtu ambaye ataendesha Kenya. Ataamuka saa ngapi ndio aendeshe Kenya? Na unajua nyinyi mnafikiri ya kwamba nawaingilia kwa bure. Mimi walisema jana, mimi niliwaambia situongee mambo ya maendeleo, wakasema hapana. Niliwaambia jameni, tafuteni sera, tafuteni agenda, tafuteni mpango, toeni maono ndio tuweze kushindana. Wakasema ati wao hawataki maono, hawataki agenda, hawataki mpango, ati agenda yao ni mimi William Ruto. Sasa kama munasema mimi ndio agenda yenu,
karibuni, niko tayari, tutapambana na nyinyi. 99% of the time nitafanyia kazi wa Kenya, 1% of the time nitadeal na nyinyi. Sijui kama tunaelewana jameni. Hawa jamaa niwashughulikia ama sitawashughulikia? Hawa jamaa nitawashughulikia. Umeona nimemsukuma mpaka amekonda, mpaka masikio imekuwa nimvinye. Sasa Kasongo, nimeona ukiongea, wacha nikuambie wewe Kasongo, nimekuambia sisi na wewe ni kukuzuia kuiba mali ya Wakenya, na kazi yetu ni kukuanika. Ukijaribu kuiba mali ya Kenya tunakutangaza. Sasa nimeona umekasirika vile nilitaka. Mimi nilitaka wewe ukasirike. You lose your temper. You lose your cool. You stop being presidential. Sasa Kasongo amekuja bahari nilikuwa nataka yeye. Ameteremuka chini. He is no longer presidential. Amekuwa mtu ya propaganda na fitina. Sasa haongei mambo ya barabara, haongei mambo ya maji, anaongea mambo ya wanawake, mambo ya wasichana, nani hana bibi, sijui nini. Ameteremuka bahari tulikuwa tunataka yeye. Akae hapo. Akae wapi? Sasa nimeona mpaka Kasongo amechanganyikiwa. Mambo imeandikwa na bloggers ya Mathira for 2 years. Content ya bloggers ndio anachukua kuambia Wakenya. Hiyo Kasongo, if you had a working intelligence system, they would have informed you. Hiyo propaganda unaongea leo imeongewa mwaka mbili and wananchi have ignored because it's nonsense. Sasa wewe umewacha kuwa president, umekuwa mtu ya kushare content ya bloggers. Ameteremuka chini pahali tulikuwa tunataka. Tumemtoa kuwa rais, amekuja hapa chini ya pahali ya fitina na pahali ya propaganda. Akae chini asikae chini? Afinywe asifinywe? Angaishwe asiangaishwe? Hii mtu amekasirika hata anashindwa kuongea. Anaongea mpaka anatoa mate. Nimemfinya, nifinye nisifinye? Nimsukume nisimsukume? So wewe Kasongo, sisi hatuwezi jibu wewe maneno ya propaganda ya social media na mambo ya ujinga. Sisi tutaongea na wewe mambo ya wizi, maneno ya Nairobi Hospital, maneno ya pipeline, maneno ya JKIA, maneno ya Fuliza, maneno ya stadium ya Talanta. Sisi we want to engage you mambo ya wizi, na vile umepora Kenya, na vile uliua watoto ya Gen Z, na vile uliua watu kanisa ya Kiambaa. Those are the things we are going to engage you, not propaganda ya social media. Na msikuwe na wasiwasi. Yule jamaa, yule wa pepo ya ukabila, yule wa pepo ya ukabila na chuki, nishampatia ilani. Hawezi kugawanya watu wa taifa letu la Kenya. Hawezi kutuletea ukabila mahali popote Kenya hii. Mimi nimemwambia hiyo wizi yako ya kuibia mpaka hata wajane na mayatima, hiyo ukora anafanya mpaka watoto wetu wanawaharibu na kuwaua. Mimi nimemwambia hiyo tabia hakuna nafasi katika taifa letu la Kenya. Mimi hawa watu nitawanyorosha kwa sababu hawana nafasi katika Kenya hii. Mimi niwaulize, hawa watu wa tabia mbaya ni wanyoroshe ama siwanyoroshe? Ni wanyoroshe ama siwanyoroshe? Hawa watu nimewaambia mimi nitamalizana na nyinyi asubuhi na mapema. Ama namna gani hapa Kimilili? Nyinyi mnanielewa? Tuendelee ama tuendelee? Nyinyi tutatembea pamoja? Kimilili tutatembea pamoja? Kuna mwingine amekuwa siasa miaka 50. Amekuwa waziri ya kila kitu. Lakini hata kitu moja amefanya haionekani. Hata barabara ya kwenda kwake mimi ndio najenga saa hii. Huyo mjamaa ati ile kazi kubwa amefanya akafaulu. Ati ni kuiba shamba ya NYS akaenda akajenga nyumba yake. Huyo ni mtu mpuzi sana bana. Ati wanajaribu mimi. Mtakutana na mimi. Sijui kama tunaelewana. Kakamega tuendelee ama tuendelee? Sasa watu wa Kakamega, mimi nataka mniangalie vizuri. Si ndio? Sasa niwaulize. Si mnajua kuna majamaa wengine wananijaribu. Ati wanajaribu kushindana na mimi. Mimi niwaulize watu wa Kakamega. Yaani ule mjamaa, ule mwenye yako na pepo ya ukabila na chuki na migawanyiko, ati huyo mtu anaweza kutupeleka mahali popote? Ule jamaa tulimfukuza bunge.
ati anaweza kutupeleka mahali popote? Mimi nawaambia watu wa Kakamega, siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya ubaguzi tumemalizana nayo. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nataka niwaambie wale majamaa, kwanza huyo muungwana, huyo jamaa wa pepo ya ukabila na chuki, mimi namwambia kutoka Kakamega, wewe huna nafasi katika Kenya hii. You have no opportunity to divide the people of this great nation called Kenya. Pepo yako ya ukabila utapeleka mahali pengine, sio taifa letu la Kenya.